Bwana Yesu asifiwe. Ni kusalimu kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Danieli Mgogo, unachohubiri sio injili. Danieli Mgogo, mzee Danieli Mgogo, unachohubiri sio injili. Unachohubiri ni komedi. Unachohubiri ni vichekesho, kama vichekesho vilivyo kwenye movie kadha wa kadha, vilivyo kwenye movie kadha wa kadha, ndo unahubiri, ila wewe umeita ni mahubiri, ila kwa mujibu wa Biblia hauhubiri injili, unahubiri vichekesho, unahubiri komedi. Sasa katika mengi ambayo wenda na machache nitakayofafanua katika klipu hii kuhusiana na Danieli Mgogo, nataka niseme hivi: injili utakayoihubiri na injili unayoihubiri wewe mzee, kipande kikubwa unahubiri, ukihubiri inawaacha walevi wanacheka, ukihubiri inawaacha malaya wanacheka, ukihubiri inawaacha watekaji wanacheka, ukihubiri injili hiyo inawaacha wauaji wanacheka, ukihubiri injili hiyo inawaacha wanaodhulumu mali wasizozitabikia wanacheka. Danieli Mgogo, sasa sikia mzee, wakati wa utekaji, wakati wa mauaji, wakati wa dhuluma, wakati huo nchi ilipoingia kwenye adha kubwa kwa sura hiyo ya utekaji, mauaji na dhuluma nyingi, nyinyi mlikimbilia msituni kwa sura hii, mahali kwa sura hii, mahali kwa namna fulani mlikimbilia msituni kuiombea nchi. Wakati huo anayeteka yuko ndani ya nchi, anayeua yuko ndani ya nchi, anayedhulumu yuko ndani ya nchi. Mlikimbilia kufunga, kuiombea nchi, lakini sio kupinga ubaya unaoendelea kwenye nchi. Hivyo basi injili yako mzee, kipande kikubwa ina aina ya watu wa kuwahubiria, na ndio maana uko salama sana mzee. Injili yako wewe ina aina ya watu wa kuwahubiria, na ndio maana kipande kikubwa unasema nahubiri injili inayorusha mawe. Na rusha mawe, ukikutana mahali fulani, ukikusanya milundo ya watu makanisani au nje ya kanisa, mikutano ya nchi, kweli unakusanya watu wengi sana mzee, lakini injili inayokuacha usongwi na chochote, usukwi na chochote, hiyo injili inanipa mashaka makubwa sana. Nikisomaga kwenye Biblia ambayo unaitumia wewe mzee, nasikiaga watu walipohubiri injili type ya kina Stefano, Biblia inasema walipigwa mawe mpaka wanakufa. Type ya kina Paulo walipohubiri injili kabisa, acha kichekesho unachoita injili, acha comedy unayoita injili mzee. Walipohubiri akina Paulo injili, Biblia inasema walitupwa magerezani. Walipohubiri injili akina Yohana, Biblia inasema walitupwa magerezani na mwisho wakakatwa vichwa. Biblia yangu nikisoma, wapo watu walihubiri injili walichinjwa ngozi. Sasa ukiniambia ni mwinjilisti, injili yako ina aina ya watu wa kuwahubiria. Ukiwahubiria hao, ukirusha unayoitaga mawe, hawata kufanya chochote na hawana cha kukufanyia chochote kitakachosababisha uingie kwenye adha kubwa baada ya kuhubiri injili inayoitwa injili. Sasa niseme haya machache kuwa mzee Danieli Mgogo, injili unayohubiri ni vichekesho, inayokuacha uko salama, unasafiri mahali uko salama, unahubiri uko salama. Kwanza ina aina ya watu wa kuhubiri. Ukiwahubiri hao walioko kwenye mamlaka inayoitwa injili, hawawezi wakakuacha salama. Kwa mujibu wa Biblia hawawezi wakakuacha salama kwa mujibu wa Biblia, na sijajua unatumia Biblia gani kuhubiri injili unayoita injili hiyo. Sasa katika mengi mzee, nizungumze haya kwamba wakati watu wanatekwa, wakati watu wanauawa, wakati watu wanadhulumiwa, haukuhubiri injili unayoitaga injili ya mawe. Mbona haukuhubiri mzee? Mbona haukuhubiri hiyo injili? Kipande kikubwa nyinyi injili zenu zina type ya watu wa kuwahubiria. Hebu nisome machache na mwisho tuachane, vinginevyo tutakuja tufafanuane siku nyingine. Biblia katika kitabu cha Isaya, nitasoma sana hiki kitabu kulingana na wakati na miaka tulionayo. Kitabu cha Isaya 1:17 nasema hivi:
Jifunzeni kutenda mema, takeni hukumu na haki, wasaidieni wanaoonewa, mpatieni yatima haki yake, mteteeni mjane. Anasema hivi, jifunzeni kutenda mema, takeni hukumu na haki, wasaidieni wanaoonewa. Mbona pindi cha utekaji, kipindi cha mauaji, kipindi cha dhuluma nyingi lipo kikiendelea katika nchi, haukuwa unapinga mambo mabaya yaliyokuwa yanaendelea kwenye nchi mzee? Ulikuwa ukiwa kwenye mikutano unahubiri injili gani kipindi kile? Kwa sababu injili inayotakiwa kuhubiriwa, tunatakiwa tuhubiri injili inayoendana na wakati tulionao. Tunatakiwa tuhubiri injili hiyo. Roho Mtakatifu anaowaongoza kuhubiri injili kinyume na kinachoendelea kwenye nchi au kwenye kijiji au kwenye mtaa. Sio injili hiyo mzee, sio injili. Hivyo ni vichekesho, hizo ni komedi kama komedi zingine. Sasa ikiwa haukuwa na uwezo wa kuwatetea watu wanapofungwa, wanapotekwa, wanapouawa, watu wa Mungu wanapopinga ubaya wanafungwa, hauko tayari kuyasema hayo, hizo zote ni komedi na kutetea tumbo lako mzee. Tunafahamu hayo. Asante kwa wewe kwa kunisikiliza. Ikiwa huwezi kupinga ubaya, kuwasaidia wanaoonewa, hiyo sio injili. Huo ni uuni kama uuni mwingine, ni utapeli kama utapeli mwingine. Asante kwa kunisikiliza. Amen.